Hakuna dhambi leo inatumaliza ummati Muhammad kama dhambi ya zina. Zina ni dhambi mbaya. Ma min dhanbin a'zam inda Allah ba'da ash-shirki min nutfatin wad'aha rajulun fi rahimin la yahillu lah. Hakuna dhambi ambayo ni kubwa zaidi mbele za Mwenyezi Mungu baada ya dhambi ya ushirikina kuliko dhambi ya mwanamume kuweka mbegu zake za uzazi katika mfuko wa mwanamke ambaye si halali yake. Hii dhambi ni ya pili baada ya shirki, ni dhambi ya pili. Bahati mbaya leo zinaa imerahisishwa mpaka imefikia pahala badala ya kumstaajabu anayezini anamkosea Mwenyezi Mungu, anastaajabiwa asiyezini. Yani watu wanaweza wakala viapo kwamba haiwezekani kwamba hajazini ule, haiwezekani, labda hayo anaumwa. Tukifikia hivyo kama hatukanyani, itashuka adhabu kwa wanaozini na ambao hawazini. Kwa ajili hiyo kila mmoja asingoje dhambi ya zinaa ikanywa na mashekhe. Unaweza kumwambia mwenzako kwamba bwana wewe, oa bwana, wanawake wamejaa, oa, acha zinaa. Lakini tumefikia mahala ni sehemu ya sifa mtu kujisifu kwamba ana wanawake wengi anao wazini. Mtu kuzini na mwanamke fulani mzuri ni sehemu ya sifa. Man aznaba wa huwa yadhahaku dakhala an-nar wa huwa yabki. Yoyote mwenye kufanya dhambi na hali yeye wakati ule anacheka, anajisikia raha, ataingia motoni hali ya kuwa analia. Inna ahla an-nar la yabkun hatta law ujriyat as-sufunu fi dhumu'ihim lajarat. Watu wa motoni watalia mpaka itafikia mtu lau kama yale machozi linapitishwa jahazi lingepita jahazi. Anayesema hivyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama Muislamu haamini kwamba machozi yanaweza yakawa mengi mpaka jahazi likapita, kama anajenga shaka na Mtume, atakiwa Muislamu aendelee kuelimishwa. Huu ni wakati mbaya, wakati ambao ule uzinifu tunauhalalisha kivitendo, tunauharamisha kimaneno. Tuuharamishe uzinzi kwa maneno, tuuharamishe uzinzi kwa vitendo. Ifikie pahala mtoto wako wa kiume unamkanya juu ya kwenda kuwazini watoto wenzako. Isifikie pahala ulinzi leo analindwa mtoto wa kike tu, wa kiume halindwi. Isifikie hivyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kwa vitendo kuikemea zinaa. Baada ya mtu mmoja kumwendea Mtume na kutaka ruhusa ya zinaa, ya Rasulullah, idhan li bizina, Mtume wa Mwenyezi Mungu, niruhusu nikazini. Masahaba wakamzogoma yule. Walipomzogoma